kuchagia sikio TBC FM. Nilikuwa na Bele naye na pale jina kuna ameondoka studio na nilikwambia kwamba atakuwa na Wasafi pia hapa studio kuja kupae. Bwana kwanza hongera brother. Bwana shukrani sana. Hiyo speed yako hiyo tunaiogopa sasa. Nashukuru sana. Mzee, ulikuwa na sida sana kwenye game Amna. Bali nimewaletea zawadi ndugu zangu wani support inshallah. Jitambulishe sasa mwenyewe. Mimi naitwa Lavalava kutoka WCB Wasafi, ni kipaji kipya kabisa kutokea mtaani. Niko na brother Lijaro hapa tunasikika live, kwa hiyo tega sikio usiende mbali. Lavalava napenda sana wewe. Yaani mtu kupenda kidogo. Lakini pia nasema nikichecha kweli kweli. Hapana. Sio bwana Lavalava umeitwa? Sio kweli. Hata jina Lavalava imeanzaje wewe? Jina langu Lavalava linatokana na type ya nyimbo ambazo huwa naimba mara nyingi. Mimi nilikuwa nikienda studio lazima nimshirikishe producer zile idea zangu za nyimbo kabla ya kuanza kufanya kazi. Okay. Kwa hiyo nikajikuta kila nikienda studio naambia producer mimi na idea yangu ya wimbo inaenda hivi na hivi. Sasa either inakuwa mapenzi ya kuumiza ama ya kufurahisha. Kwa sababu kama anazoea sasa inakuwa mbona kila siku hivi leo umekuja na jambo gani tena Lavalava. Penda mwanzo ikawa imetokea hapo. Lakini sio kweli kama mimi nipenda hivyo. Bwana wewe nipenda kweli. Na mtu kuumia sana kwenye mapenzi. Hamna kawaida. Okay, of course mimi nimekujua baada ya ngoma hii hapa tuachane, lakini kumbe kabla hapo ulikuwepo pia na ulikuwa unafanya muziki. Hebu tupe story yako kifupi sana kwa dakika mbili tu. Mimi before kwenda WCB nilikuwa nafanya muziki mtaani, tunaimba na nini. Sema ndio hivyo unapokuwa unafanya muziki kama ile street watu wanakuona una talent jamaa, ungeenda huko ungepata talaba sponsor au labda ungeenda kwenye mashindano ungeshinda na nini. Basi ikawa tuna hustle mtaani tunahangaika kutaka kujua tunapitia wapi tufike. Okay. Imeenda kwa mara kwanza nikaenda studio fulani hivi, lakini nilikuwa sijui chochote, nikaa nataka record lakini nikaa nakosea na studio fulani studio gani hitaji nataka kama ndogo sasa kidogo sifa yake sio nzuri ndio maana siwezi kuitaja. Haya bwana. Sema nifupisha na kupisha. Ingera story ndefu ningekupa kila kitu. Hapa nakupisha. Sababu already niko na mengi ya kuuliza. Basi baada ya kwenda hiyo studio nikawa kama vile sipo kwenye ile nani nzuri ya kiwango kizuri cha kujua sauti ya kwanza na pia tatu nikana record na ninakosea. Producer kaona kama una dogo anazingua nani? Ajui. Ajui. Huyo jamaa wako ulomleta udogo ambia acha na muziki ajui chochote. Okay. Basi baada hapo nikaona inakuwaje watu wananiambia anajua kufanya muziki lakini mwisho siku naenda studio nakosea, anaambiwa sijui na producer wakati producer ndio wanajua muziki. Basi nikaona ngoja zangu labda THT kujifunza, nikaenda THT nikajifunza miaka 5 nimekaa pale. Badala yake ndo nikawa Wasafi. Kwa story yako imeanza mbali sana. Of course inaeleweka wazi kwamba kujiunga Wasafi sio kazi ndogo. Sijui ulitumia mbinu zipi mpaka kujiunga na Wasafi. Wasafi sikwenda mwenyewe. Nilikuwa kipindi nafanya hustling zangu mtaani. Kuna dancer wa Diamond anaitwa Chibajuni, yeye ndo alikuwa ameona nafasi, amesikia kuna nafasi Diamond ametaka wasanii nani, akanipigia simu akaniambia bwana kuna nafasi imetokea hapa. Kama vipi ungekuja ungejiunga au una management? Nikamwambia mimi sina management. Kumbe ile nafasi Diamond anazitaja huwa anazitangaza kimya kimya. Alitangaza kwenye social network, hiyo alitangaza kabisa. Kama una kipaji uje studio tuna offer ya kurecord. Basi jamaa amenipigia simu nikamwambia poa, nilimuitikia lakini sikuwa na wazo la kwenda kwa sababu tayari huko kuna Harmonize, wakina Harmonize tayari washafika kule, nikawafu washikaji zangu wa mtaani miaso nao. Nikaona kama tenda kujazana itakuwaje. Basi jamaa akaniambia hamna kwenye riski, hamna vitu kama hivyo. Cha kufanya wewe njoo tu hapa, kuna siku za yako itafika. Basi jamaa akalazimisha, kuna siku ya asubuhi akanipigia simu, bwana nataka leo uje leo. Utakuja ama uji? Nikamwambia naogopa sasa bana. Wasafi na kusikia itakuwaje? Nitawezaje? Nikamwambia bwana mimi nitakuja, kuna mongopea. Akalazimisha akaniambia, nikabidi nimongopea, nikamwambia bwana mimi sina nauli. Ananiambia nitakulipia njoo. Wala nichanganya, nikasema sipo labda jamaa na nia, nikaenda zangu mpaka pale nikasikilizwa. Nikapewa nafasi ya kwenda kuangalia na mimi tabia na nini nidhamu na vitu vingine. Basi nikakaa Diamond akafungua band pale, nikabaki kwa sina yake, ndo nikaanza kusafiri naye. Nikakaa kama afadhali maisha yangu imeanzia hapo. Okay. Bwana hongera sana kwa kujiunga na Wasafi na unafanya vizuri sana. Shule Nairobi ilikuwaje? Shule ilikuwa poa sana. Ilitakuwa uje wiki ijayo, wiki iliyopita kwenye Papaso, nikaambia bwana bwana mdogo ameenda Nairobi na Diamond Platinum, kwa tunaomba tufanye wiki. Shule ilikuwa poa, namshukuru Mwenyezi Mungu, ni performance yangu ya kwanza kutokea WCB. Pia ni live, unajua live sio kitu cha kawaida, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu. Mara ya kwanza kabisa kufanya show kubwa kama hiyo ni show ngapi kufanya? Hii ni show yangu ya kwanza. Hiyo ndio kweli. Maana ukisema show za umeenda kuperform kwenye shule si like
Okay. Sio Ilikuwaje labda ilikuwa poa, Mwenyezi Mungu amesaidia, show ilikuwa nzuri. Sikuwa hakuwa na ile kwa sababu ile ishaanza kusafiri Diamond, unamwona anafanya show na nini, kwa hiyo nikawa kuna vitu nachukua, naona bosi anafanyaga hivi na mimi ngoja nifanye hivi na hivi, niongeze na vitu vyangu. Basi nenda vizuri, Mwenyezi Mungu amesaidia. Kwa hiyo bendi ndio treje hiyo. Bendi Diamond. Platinum Band. Okay. Yeah. Kwa hiyo Diamond sasa hivi anafanya live au inategemea na anafanya live kokote kabisa, nchi yote mahali kokote. Kuna wanaopiga magitaa, yani band full music kabisa. Okay. Bwana mtuka sana, twende sasa kwenye ngoma yako hii hapa ya Tuachane. Yeah. Rekodi ambayo kwa kweli na inavuta hisia watu wengi sana. Yeah. Kwanza tuambie, mama alifanya nini mpaka kumwandikia mashairi mazito kama hivi? Wimbo wangu kuna asilimia 40 hivi kama unanihusu kidogo, lakini pia asilimia nyingine ambazo zimebaki nimejaribu tu kuangalia maisha ambayo watu wengi wanapitia na nini. Simani kasema ila Lava. Inakuhusu na ni mtoto mdogo sana. Lakini nishaingia kwenye mambo hayo sisi sijui Tanzania miaka 18 tayari mkubwa. Kwa hivyo tumepitia kwenye mazingira kwenye asilimia 40, lakini asilimia zingine 60 nimeangalia mambo ambayo yanatuhusu watu wengi na nini, ndio imepatikana hiyo nyimbo. Okay. Tuachane. Akirudi sasa hivi akwambia bwana turudiane. Kwa sababu sasa hivi kwa Wasafi tutaangalia shamba. Huenda sasa hivi anasikiza Papato sasa. Kweli kabisa. Na najua dogo yuko Wasafi sasa hivi. Kweli kabisa. Akirudi kuomba msamaha inakuwaje? Tutaangalia tu. Au utakuja kwa nyingine binadamu bwana. Hebu tuambie basi kidogo tusikie ngoma hii. Kama imeshindikana kunirudia isiwe tabu. Usifosi moyo kupenda usipostahili. Yani ni kung'ang'ania shachoka kwa sababu siwezio na mapenzi ni shaghairi, tena niko tayari vipigwe vinubi kengere kwa sherehe, kinaga ubaga mbele umati tuachane, na kama hautojali tuite waumini mapadri na mashe yaishe labda sa kwa nini tutesane, kweli wendo nikupendae ilo nanipa ghadhabu jina tusitoane nyongo, na kama umenichoka niache kistaarabu jina usinipe chongo, mwili umebaki kongoro nyama sina ni mifupa. Bwana dogo anatisha. Nani alikusaidia kuandika mashairi ya ngoma hii? Nyimbo nimeandika mwenyewe, lakini WCB taratibu zilizoko ni kama unaandika wimbo wote, lakini wanaangalia kama kuna kasoro ya kubadilisha maneno hivi na hivi kugeuza kuleta maana iwe sawa. Kwa hiyo kuna hizo taratibu, lazima nyimbo ikaguliwe na viongozi na nini. Okay, msikilizaji, naomba tusikilize kwanza ngoma hii hapa. Ngoma ya Lava kutoka Wasafi. Msanii mpya kabisa kutoka Wasafi. Makami, naenda kuongea? Amna. Ongeaje? Kwa kijiji meneja wangu utaki. Niji ukipate tena. Kabisa siwezi furukuta penzi kipo nimeshachina ninanuka kuishi kokoro kurukusha ni kutakuta bora tuachane siwezi bora tuachane yamenishinda mapenzi inaona bora tuachane siwezi bora tuachane yamenishinda mapenzi. Kisima kimetoka maji, ndo maana naona hata sina maana tena. Nilifikiri migongo langu limepata mponyaji, kaniongezea homa, mwili wote watetema. Ninaona basi labda siridhiki yangu kama unitaki,
acha tunieleza nini mishikaki, tatafuta boda yangu nijinafasi, nipande peke yangu kabisa, siwezi furukuta penzi kibodi, nimechachila linanuka kuishi kokoro, kurukusha ni kutwa kucha bora tuachane siwezi, bora tuachane yamenishinda mapenzi, bora tuachane siwezi, bora tuachane yamenishinda mapenzi. Bora tuachane. Mimi mwenyewe nilishinda bwana kujikati hapa. Na mtu mmoja bwana alisema hapana, yamenishinda tu. Bora kuachana. Sasa mimi niko free, niko vizuri. Haya bwana, of course leo nilikuja kutambulisha ngoma yako hii hapa. Kwa hiyo mimi sina mengi sana. Yeah. Ya kuweza kuzungumza na Lava Lava hapa studio, lakini tuambie jina lako kamili. Hii ni jina la kisanii. Yeah, bwana mimi jina langu naitwa Abdul Juma Idi Mangala. Abdul Juma Idi Mangala. Yeah. Ni mtu wapi? Mimi Mdengeleko, lakini Mdengeleko mimi kwetu sipajui, nimezaliwa Dar es Salaam. Kwa hiyo kuzungumza Kidengereka hujui. Sijui chochote kwa kweli. Kabisa. Inabidi bwana ujue. Tajifunza inshallah. Wasafi kuna wasanii wazuri kwa kweli. Yuko Harmonize. Yeah, Rayvanny, Quindali, Nrich Mavoko. Yeah. Hao wasanii unaangalia vipi labda upande wako wewe? Wasanii wa WCB wote ni wasanii wazuri, wasanii wakali kabisa. Tunawikaa unasema inakuwa mimi kwenye hii sehemu nitapitaje hapa, lakini mwisho wa siku kitu ambacho kinanipa moyo ni kwamba mpaka umeona uongozi umekaa ukaamua kunitoa na mimi kunipeleka mbele za watu, unajua kuna kitu wameona kati yangu. Na wasanii wenzako wanazungumza vipi kutoka WCB? Wanazungumza WCB ni family, tunaishi kwa upendo sana, tunapeana mawazo na kila kitu. Kwa hiyo tunaongeza nyama pale ambapo mtu akapungukiwa, mwingine ambaye kaongezeka sana anapunguzwa kidogo ili mali tuwe sawa inshallah. Okay. Na msanii gani kutoka WCB utafanya naye ngoma kwa mara ya kwanza? Mimi yote akisema nitafanya naye ngoma nafanya naye. Wasanii wakali. Uogopi kufunikwa? Hiyo mambo yapo, lakini mwisho siku kila mtu ana mashabiki wake na vitu vitafika kwa. Tumeona wasanii wa WCB tukimtoa Diamond Platnumz. Kwa yeye pamoja na kwamba ana studio zake za WCB, lakini bado anafanya kazi studio zingine. Lakini tumeona wengine kwamba kazi zote lazima mfanye pale pale WCB. Sio lazima. Sio lazima. Unaweza kufanya kazi sehemu nyingine na zikatoka. Kwa hiyo haina shida kabisa. Haina tatizo kabisa. Sema tu hivi imekuja imekaguliwa kwenye viwango ambavyo vinahitajika, basi. Okay, hiyo ni kwa vizuri kabisa. Haya basi ndugu wangu, mwisho kabisa Lava Lava kwa vipindi cha Papaso unamwambia nini mchezaji? Mimi nawashukuru sana kwanza TBC FM. Nawashukuru sana, tunakushukuru brother Dijaro na watu wote ambao wanasikiliza TBC, lakini pia kwa watu wengine wote ambao tunafanya muziki mtaani, tuhangaike sana kwa sababu muziki sio kitu rahisi. Tuhangaike sana, tukomae, tusikashwe tamaa. Sababu watu wengi kama ametetea umekaa miaka 5. Na kabla miaka 5 ulikuwa umeanza kipindi hicho na WCB imekaa na miaka 2 na mwaka 3 kama miaka 8. WCB umekaa miaka 2. Miaka 2 tena. Kwa hiyo tusikate tamaa. Ndio kwanza tunamsikia 2017. Ndio hivyo. Kwa hiyo inaweza nakati umeanza kwenye mwaka wa 2010 hivi 2009. Lakini hakukata tamaa. Sikukata tamaa. Hata hivi nimeenda WCB pia mimi nikaa kwenye miaka 2. Kuna mwaka mmoja mzima sije kumwona Diamond, niko Wasafi hapo. Mwaka mzima hujamwona Diamond namsikia, nasikia yuko huko ndani, simuoni akitoka akiingia. Hivyo. Kwa hiyo aisee tusikate tamaa. Msikilizaji unasikiza Papaso sasa hivi, Lava Lava anakuambia usikate tamaa. Amehangaika sana mpaka leo hii hapo na msikiliza. Na ngoma ametoa juzi na bonge moja la ngoma ishakuwa gumzo mtaani. Haya, nakushukuru sana. Na unapatikana vipi sasa kwenye mambo ya mimi kwenye social network Twitter natumia I am Lava Lava, ni I am Lava Lava Kiswahili, au watch space, au watch nafasi. Pia Instagram I am Lava Lava, Snapchat I am Lava Lava, Facebook page yangu I am Lava Lava. Mahala kote tunapatikana I am Lava Lava kwenye social network. WhatsApp you are Lava Lava.
WhatsApp mwisho 0 namba yangu. Lakini mtu kihitaji namba zako akividim basi poa, mnasema juu kwa juu. Sababu ukitoa namba ya wani na bali shida kweli. Utata sana. Bwana nakushukuru sana Lavalava pamoja na uongozi mzima wa WCB na mkipata muda tena mnakaribishwa kwenye Papasa. Sasa tunashukuru sana kwa niaba ya uongozi wote tunawashukuru sana kwa TBC. Asante sana. Okay, 6 dakika msikilizaji. Dakika 4 baada kabla saa 2 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki. Naomba nirudi tena kwa hii hapa Lavalava. Alafu itafuata matangazo kutoka Radio Japan. Alafu nitarudi saa 3 hapa mpaka saa 4. Usiondoke hapo ni Lavalava. Tuachane. Yeye nilishinda bwana tukabogana. Yaani alinishinda bwana. Kweli? Mkiango kabisa. Yaani nikamwachia nyumba na kila kitu. Bwana kuposti. Ni posta nyumba.